Ni kushukuru sana mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mpendwa kwa kutenga muda wako kabisa kuangalia mahubiri haya katika mitandao ya kijamii, na pengine uko kwenye television yako, uko kwenye iPad yako, uko kwenye WhatsApp, kwenye kitu chochote kile ambacho unatumia kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya. Ninaamini kabisa kupitia mitandao hiyo ambayo unaitumia, hakika Mungu atasema na wewe na atakufungua na atakuponya, na muujiza wako upo hata sasa. Kabla sijaanza mahubiri, wacha niombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu ili moja kwa moja tuanze na somo kwa siku hii ya leo. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante kwa uaminifu wako mkubwa na kwa wakati ulionipatia ili niweze kunena na watu wako duniani kote kwa mazingira tofauti walio nayo. Ninachojua ya kwamba wewe unaona na wewe unatambua tatizo na shida na jambo lolote ambalo huyu mtu yuko nalo. Ninaamini kabisa majibu yako hayako mbali. Unaweza kumjibu, unaweza kumponya, unaweza kumbariki, unaweza kumuinua. Asante kwa sababu utatenda kwa uaminifu mkubwa, maana siku zote umekuwa ukitenda. Ni katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen. Mungu akubariki sana. Moja kwa moja tunakwenda kwenye somo letu la leo. Moja kwa moja nitazungumza somo linalohusu mamlaka. Mamlaka. Lakini mamlaka hii, kabla sijaingia ndani zaidi, nipende kukupa maana ya mamlaka. Mamlaka ni uwezo ambao anakuwa nao mtu wa kuendesha jambo au mambo fulani. Mamlaka hiyo inamsaidia ili kuweza kugundua ya kwamba jambo fulani nimelifanya katika ufanisi mzuri, nimelifanya katika uhodari mzuri. Dunia tunayoishi inaongozwa kwa mamlaka. Nchi mbalimbali duniani kote vinaongozwa kwa mamlaka, na mamlaka hiyo inaweza ikafanya kazi. Mamlaka hiyo inaweza ikaponya. Mamlaka hiyo inaweza ikaua. Lakini sasa sitaki kuzungumza mamlaka ya duniani. Nataka nizungumze mamlaka inayohusiana na Yesu Kristo. Yesu yuko na mamlaka ya ajabu sana. Yesu yuko na mamlaka ambayo inaponya. Yesu yuko na mamlaka ambayo inaweza ikabadilisha historia yako yote. Haleluya. Naamini kabisa utakuwa unatambua nini ambacho Yesu kimleta hapa duniani. Kwanza, tambua kwamba Yesu aliishi duniani hapa, lakini aliongozwa na mamlaka wakati anaishi hapa duniani. Hakuongozwa na kitu kingine, ni mamlaka iliyomsaidia. Nimejaribu kutafakari, kwa nini Yesu hakutenda dhambi? Kwa nini Yesu hakutenda dhambi? Nikagundua ya kwamba Yesu hajatenda dhambi, si kitu kingine kilichomsaidia, ni kwa sababu ya mamlaka aliyonayo iliyomuongoza asitende dhambi. Mitume wengine, manabii waliishia kwenye dhambi, na hata wanadamu tunatenda dhambi kila siku, lakini Yesu hakuweza kutenda dhambi. Kwa jambo hilo basi yeye amekuwa ni mwema sana. Ukiangalia katika Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 18, Biblia inasema Yesu akaja kwao akasema nao kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu alipokuja kwao aliwaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ina maana kwamba Yesu yuko na mamlaka hapa duniani ya kubadilisha historia yako. Biblia inazungumza katika Mathayo 14 mstari wa 22 hadi 25, Yesu alitembea juu ya maji. Alipotembea juu ya maji, wanafunzi walishangaa kwamba huyo mtu ni wa aina gani? Mbona ametembea juu ya maji? Alitaka afundishe nini? Alitaka afundishe ya kwamba mamlaka yake iko katika vitu vya asili. Yaani vile vitu ambavyo haviwezekani kwa kibinadamu, Yesu anaweza akavifanya. Yamkini pengine asili yako inakutesa. Mikoba ulionayo imekuwa ni tatizo kwako. Ugonjwa ulionao umekuwa ni tatizo kwako. Una pumu, una kisukari, magonjwa yamekuwa ni ya kurithi. Haya magonjwa ya kurithi yamekuwa ni tatizo, changamoto sana kwako. Pengine umekaa kwenye kiti hapo, uko unaendesha gari, lakini una ugonjwa ambao umekuwa ni changamoto kwako. Nataka niombe. Na nitakapokuombea, huyu Yesu anakwenda kukuponya. Huyu Yesu anakwenda kukufungua. Huyu Yesu anakwenda kujibu. Ninakwenda kuomba hiyo pumu ulionayo. Ninakwenda kuomba kwa habari ya vichomi vinavyokutesa. Ninakwenda kuomba kwa habari ya ukimwi ulionao. Tambua ya kwamba Yesu anaweza akaponya. Yesu anaweza akakufungua. Maana alionyesha ana uwezo katika vitu vya asili. Yuko juu ya mapepo, yuko juu ya magonjwa. Kila kitu anaweza akakiondoa. Wacha niombe. Fuatisha maombi haya ukiwa unasema asante Yesu unaniponya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama katika neno lako. Ninasimama katika mamlaka yako. Mamlaka yako Yesu inaweza kumponya huyu mtu.
Mamlaka yako inaweza kumfungua huyu mtu. Mamlaka yako inaweza kuondoa pumu. Mamlaka yako inaweza kuondoa uvimbe ulioko tumboni. Mamlaka yako inaweza kuondoa historia ambayo ameambiwa hatazaa. Ninatangaza muujiza wake. Lolote ambalo limefunga, mpumu zilizomfunga, kukosa watoto ambao kumekuwa ni tatizo, pokea watoto katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Bwana akutendee. Bwana akujibu. Yesu akutane na wewe. Hilo shida ulilo nalo, hilo tatizo ulilo nalo, hakuna jambo asiloliweza Yesu. Funguka na upone kuanzia sasa. Pokea muujiza. Shika hilo tumbo lako, shika huo mgongo wako, shika mahali ambapo panakusumbua. Yesu anakuponya sasa. Yesu anakufungua sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Na iwe hivyo tangu sasa. Amen. Ubarikiwe.